Hiyo inakuwaje wanangu nguvu kama kawaida, mimi najulikana kama Kaka Jay na hapa leo niko na kati ya wamba ambao wanazidi kuiteka anga, nazungumzia Afrika mzima na kule international. Si mwingine bali ni balozi wa Mama Samia Suluhu na vile vile ni chawa wa rais hapa nchini Kenya, nazungumzia William Samuel Ruto. Inakuwaje shehe? Ishakuwa mwanangu, mambo yanaenda freshi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nafasi nyingine ambayo ametupa. Tunatamba, tunavimba kwa sababu ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kama kawa, kama dawa, kama chawa. Bwana tusiongee sana. Bwana hii wiki ambao tunaenda kuimaliza, tumeona kwamba umepanda mwewe, ukaingia Uganda, ukavuruga Uganda. Wa Uganda wakakubali. Umekosea mwewe. Tumekula kipira. Tumekula kipira convoy. Tumekula kipira convoy. Scott kubwa zaidi. Kabisa tumekula convoy. Tukavuka boda ya Busia, tukaingia hadi Uganda. Na kuingia Uganda, Waganda wakasema tumetii. Wenye mji wa Juba wameingia. Tukaingia pale, tukawapelekea kwanza salamu kutoka kwa mama yetu Samia Suluhu, mama Afrika Mashariki, mama mchapakazi, mama kipenzi cha wanalia wanasema mama huyo, mama nakwambia. So Uganda imekuwa best kwa sababu nilipatana na kiongozi ambao ni PA, not PA, ni advisor PA, I mean presidential advisor wa Yoweri Kaguta Museveni, ambaye anajiita Mike Mukula, ambao ndo the incoming vice president wa NRM. Tukakuwa na mjadala kubwa sana. Ilikuwa tukutane pia na tutakuwa next week tunakutana na Muhozi ambao pia ni anaitwa the commander, the general himself, na pia tutakuwa tunakutana na mzee. Inamaanisha tunaunganisha Afrika Mashariki. Uganda wamekubali, wamependa, na tunataka tuhakikishia kwamba tunauza vitu zetu Uganda na wao wanatuuzia. Unapata kimziki, tunataka tufungue mipaka. Kwa sababu tuliumia roho sana shehe wakati tulipata Uganda mzima hawajui msanii yoyote kutoka Kenya apart from Eric Omondi na Aroboy. Mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kana danganya nipigwe na radi nianguke. Hakuna msanii amejulikana kama sio Aroboy na Eric Omondi. Wenye wamebaki hamna. Yeye anajulikana kule. Shehe, nenda kamuuliza Mashpul. Hakuna mtu anamjua. Hakuna mtu anajua wasanii. Nikisema wasanii wote wameunganishwa, hawajulikani. Uganda wanajipenda na wanapenda vitu zao. Na ndo maana nimekuambia Eric Omondi is a big name and is a household name in Uganda. Aroboy is a household name in Uganda. Wenye wamebaki wa pull up their socks kwa sababu hawajulikani Uganda. Na kama nadanganya, unaenda kuposti, waulize kama nasema ukweli ama nasema uongo, waandike kwenye comment. Sai house my big name, sai my big names Uganda ni mimi, Eric Omondi, alafu tunafuatana na Aroboy. Hao wametosha. Wenye wamebaki wanakuja baadaye, watafanya kazi sana. Lazima watoe ulimi wakitembea. Yes. Anayeongoza kule Uganda tunamzungumzia ni Jose Chameleone, alafu anafuatwa. Mimi ninakurudia kwa kukwambia Uganda. Na wao ukiona umepenya Uganda ujue una jina, kwa sababu Uganda wao kwanza wanaongea Kiganda na wanaongea Kiingereza. Unapata point? Zile takataka ambazo zinaimbwa na watu wengine hawasikii. Unapata point? Na ndio maana nikakwambia Aroboy mpeleke na kitembe pale Uganda, uwaweke kwenye live band. Aroboy atakuwa number 1. Na hakuna mtu mwenye atasikia kitembe kwa sababu msikilizi atampumulia kitembe kwa kisogo. Nakwambia atampiga pipe moja mzito kabisa paka kitembe kwanga anatoa mate kwa ulimi che. Mimi nakwambia she, ninakurudilia, chukua Aroboy, weka kitembe, wapeleke live band Uganda. Kitembe atatoa mate kwa ulimi. Pigwa bonga la pipe paka anasikia anatoa kodi tu mwenyewe. Shehe, wajua watu wengi wamekuwa wakitarajia kwamba ukishapiga tour ya kwako kule Uganda, ambao pia imekuwa ni tour ambayo wengi wanasema kwamba imekuwa effective. Wangependa kujua, je, wa Uganda wanatushindia nini hapa Kenya, ama ni kipi ambacho kwa kweli umeweza kujifunza kutoka kule Uganda? Wa Uganda hawatushindi chochote, lakini wa Uganda they are organized. Waganda wana chakula mzuri. Waganda ni watu wako organized vizuri sana. Waganda ni watu ambao wana support wasanii wao. Waganda wanajisupport wenyewe. Trust me. Nimekurudilia nikakwambia kwamba for the first time tumeingia Uganda bro. Hata kuna wasanii ambao walaikum salaam fupi. Kuna wasanii ambao salama, uko salama? Ungamulika kamera. So naweza kurudilia kwa kusema kitu moja na nitakwambia kwa hizo. Nashukuru fupi. Fupi nashukuru sana.
Ninaanza kuambia kitu moja. Unajua kwa ile clip ya mwisho ile trend ya kumulika. Sasa naweza kurudia kwa kuambia kitu moja. Waganda wanapenda vitu zao. The last time nani ali trend in Uganda haijulikani. Kuna wasanii wakanaitwa David Lutano mwenye anajaza stadium bro. Jose Chameleone anajaza stadium. Lakini wao ukiwaona wao bado ni wazito. Kama Jose Chameleone bado ni mzito Kenya. Trust me, leo hii endo uchukue show uweke Jose Chameleone. Na uchukue wakina Kitembo uweke huko kando. Show ya Jose Chameleone wakiweka entrance itakuwa na income mingi kushinda Kitembe na hao wasanii wengine. Unatuongeanga ukweli she. Kama tunataka tukomboe nchi yetu na tuweke wasanii wetu wakuwe sawa, tuwakumbushe na tuwaambie ukweli ya kwamba msivimbe, nyinyi ni paka, nyinyi sio simba. Na tukumbushe yule Kitembe ya kwamba unadanganywa. Na nilisema juzi na nikainua mkono na nikasema na wabongo wanajua nimesema ukweli. Ya kwamba mlipuliza sana, mlimjaza upepo sana ule dogo anaitwa Kitembe. Mkamjaza upepo mpaka akasema mimi ni mzito sitoshi kwa buta Subaru. Hiyo ni upepo ilijazwa wapi? Bongo. Wapatia pointi. Juzi tumekuwa Uganda tukajua kwamba hiyo ni upepo amejazwa. Hajulikani. Pale popote. Kitembe mwisho Busia boda hapa. Na kabla hujafika Equity ya kuingia sasa kwa boda. Nani watu wawili unahesabu 1 2 3 4 5. Tunadanganyana sana bro. Tunadanganyana sana. Tukue na watu ambao wanaitwa mandama. Kila siku ukivuka ng'ombe, kuwa na ng'ombe na kuwa na ndama. Ng'ombe kiisha ndama inaingia. Ndama zetu Kenya ni nani? Unataka kusema ndama yetu ni mtu kama anaitwa KRG the Don? Mwamba yule. Unapata point? Mwamba vipi? Kaishiwa juzi. Hizi ni za nani shehe? KRG ameishiwa baba. Na ninaomba Wakenya wamwekee mkoba, wamchangie yule atakula kamba ama atapigwa pipe. Uongo mzee. Shehe mimi nakwambia, KRG the Don kaishiwa kabisa. Hana chochote. Mara 3 nimetembea kwake. Mara ngapi? 3. Ya kwanza tulienda na mke wangu. Kapigwa auction. Kahamishwa kwa nyumba Mdaiga. Mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ndugu yangu kwa imani, sitaki kumuongea vibaya na lazima nimstiri, lakini pia nikimuona anaangamia, lazima nipige kelele mumsaidie. Mumwanzishie M-Pesa. Sisi tukasimama imara, tukasema kwamba ndugu, tunajua mapungufu na madhaifu. Mbona sisi tumepitia auction sisi wote. Kapigwa auction, anaishi Kiambu. Kwa nyumba ya 1 bedroom. Yule tajiri yule. Tafuta Mashpulu muulizie. Mke wangu akaniambia nakujua Kasipulu, usiseme. Nikasema nataka kumsaidia huyu. Upate pointi. Jamaa kaishiwa. Ya pili tukaenda huko tena na nani? Na rafiki wangu wa kike anaitwa Loel. Tukaingia kwa hiyo nyumba tukaangamia Loel na Vikina. Nikaambia Loel, fanyeni hivi. Nendeni mkalete maji kwa friji. Kuingia kwa friji wanapata epo moja, maziwa ya kupimwa kwa ATM, vikombe 2. Na sukari ya kota ile ya kupima, tukajua jamaa kaisha. Loel akaniambia mtafute Loel muulize. Loel akaniambia dogo kaishiwa. Unapata pointi? Juzi nimeenda hapa kwa Africana hapa penye kwa saluni ya Eric Wanosh. Penye anashukanga nywele. Ana kitabu ya deni imejaa hivi. Uongo. Mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana kitabu ya deni ambaye hajalipa kushuka nywele. Nikamwambia KRG, kubali hali. Huwezi shuka na unaomba. Huwezi shuka na unatumia SMS kila siku unajiita bugha. Kwanza toa jina bugha, wacha kushuka nywele, kubali hali, utaingia depression, utajinyonga. Hizo za nani shekhe? Shekhe, nakurudilia na nakwambia, tusipomsaidia huyu dogo, tusipopiga kelele watu wamsaidie, dogo atakula nini? Kamba. Kama atakula kamba, maisha yatamsukuma kiwango nya atapigwa pipe kwa giza, utasikia tu ulimi yake ndio inafanya napumliwa kwa kisogo shehe. Mtoto mwindi ana shida. Na ninaomba wakina Ashraf, tafadhali msaidieni huyu mtoto. Ninaomba tafadhali, kama wewe ni rafiki ya Buga, reach out. Juzi alikuwa na kijana anaitwa Chongli hapo anacheza mchezo hapa ya kuigiza hii. Kamtumia SMS mara 4, katumiwa 300, 400, nenda katafuta Chongli muulize. Kido achukua simu ya KRG. Kido Butita muulize. Ashiki simu baba. Watu wamemchoka. Anaomba sana. 300, 400. Anaumia yule dogo. Kimuziki, na niliambia robo inakuheshimu, lakini ulikubali takataka gani kama hiyo kuimbwa kwa muziki? Mimi yule ni ndugu yangu. Lakini akienda akikunywa maji akizama tunasema amezama. Akubali hali, acha kujita bugha, acha kushuka nywele, anyoa nywele. Akubaliki kwa hiyo saluni tena. Nenda kaulizwa kana kaomba pesa kila kona ya dunia. Kaishiwa shehe. Yes. Bwana, wengi wanataka kujua hapa nchini Kenya, je, ulikuwa Uganda? Wanataka kujua je, ni kipi ambacho kwa kweli unahisi kwamba kitamfanya tena Museveni kurudi katika uongozi? Museveni anachukua uongozi tena.
Kwa vile Uganda iko imara kama kawa, kama dawa. Watu wanajua tu kupiga kelele na kusema maneno mengi ambazo hazifai. Za ndani unasikia watu wanajua kupiga kelele, hawajui uongozi unatoka wapi. Museveni atakuwa president wa Uganda, akimaliza Muhoozi anachukua kuwa rais wa Uganda. Akimaliza mwenye atachukua achukue. Lakini Uganda wana need Muhoozi kama rais wao. Inchi imetulia. Inchi ina maneno. Tunatembea vizuri. Hakuna askari anatusimamisha. Tunakula matoke. Tunafurahia. Wasichana wao wanakula watermelon. Maji imejaa kwa mwili. Nini kingine tunaulizia? Tunahamia Uganda sisi baba. Watermelon anakula. Watermelon inakulika sana ndugu yangu. Unajua ujui baba. Hii ni kodi mwanangu, watoto wana maji mwanangu. Za ndani hizo shehe. Bwana tuvuke tuingie Tanzania kwa Mama Samia Suluhu. Yes. Mama huyo, mama huyo, mama huyo, mama. Aisee, acha nikwambie kitu moja, nimekuwa Uganda juzi. Waganda wananiambia tunaona kazi ya Mama Samia Suluhu. Na ni maombi yetu sisi Mama Samia Suluhu achukue awamu ya pili. Kwa sababu tujaiona uongozi ambao ni bora mpaka tunaisikia kama majirani inatunukia. Kuna wafuasi wa Mama Samia Suluhu kwenye street ya Uganda wanasimamisha, wananipa high five. Wananiambia nenda kamsalimie mama, na mwambie tunamweka kwenye maombi na tunampenda kiwango ambao sisi tumependa kiwango kubwa sana. Na tunamkaribisha Uganda, akishachukua akuje Uganda tutembelee sisi watu wa Uganda. Wanampenda mama na roho yao yote. Mimi naenda Malawi very soon. Malawi wameniita, wameniambia tumekuona una support Mama Samia Suluhu, njoo Malawi. Sisi tunampenda Mama Samia Suluhu. Nimeitwa Zambia, njoo Zambia, tunampenda Mama Samia Suluhu. Nimeitwa Kigali, njoo Kigali, tunampenda Mama Samia Suluhu. Nimeitwa paka Kongo penye kuna vita, njoo, kwa sababu wameona na support Mama Samia Suluhu. Wakasema kwa kusupport Mama Samia Suluhu na sisi tutakupenda na tutakudhamini na tunataka ukaribie ukuje hapa ili tupate kuonesha Mama Samia Suluhu tunampenda. Na ndio maana ninawaambia wabongo ya kwamba mama anapendwa kila kona ya nchi. Mimi ile mapenzi ambayo tuko nao na Mama Samia Suluhu, kama mimi leo hii nimemaliza miezi 2 nikifanya dua kabisa ndugu yangu. Oktoba wabongo wakitiki mama, mimi natiki mke wangu. Kweli? Wabongo wakitiki mama, mimi natiki mke wangu. Maanishaje? Inamaanisha niko msafi na udhu. Niko msafi ndugu yangu. Nimeshika napiga dua, nataka nikuwe na uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ninamuomba naombe Mwenyezi Mungu mpe Mama Samia Suluhu kiti ya uongozi, arudi awamu ya pili. Tunamwombea mama sisi. Tunampigia dua kila siku. Alafu utashinda mama wewe. Ati wewe unasema unaongea nini? Mama anapigiwa dua na mashehe, mapadri. Afrika mzima wanampigia dua. Wewe unamshinda mama wapi? Unamshinda wapi? Ati wewe mpinzani unashinda mama wapi? Kenya. Kenya wanakubali mama. Mimi nimekuwa kwenye slums, tumetembea na mashpuli hapa. Kebero anasema tupe mama salamu, high five. Tumeingia kila slums pale, wachana wale watoto wapuzi 2 3 wenye kwenye mitandao baba. Watu wanampenda Mama Samia Suluhu. Watu ambao wapendi Mama Samia Suluhu ni wanafanya biashara kama Boniface Mwangi, Martha Karua, ule jaji ambaye alikuwa anaweka kipuli. Mtu miaka 70 unaweka bado kipuli, wewe mtu mpumbavu nini? Miaka 70, mtoto wa miaka 13 teenager mwenye mimi nimezaa na anaweka kipuli, wewe miaka 70 unaweka, alafu unasema wewe mtu ako sawa wewe. Watu wanampenda mama baba. Uganda watu wanalia Mama Samia Suluhu, mama huyo mama, mama huyo mama nalia. Waganda wanasema Mama Samia Suluhu. Oktoba tunatiki. Oktoba wabongo wanatiki. Oktoba wabongo wanatiki saa 12 asubuhi. Oktoba wabongo wanatiki saa 12 asubuhi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wabongo wanatiki na wanatiki Mama Samia Suluhu. Hatari sana. Shehe, labda kwa wenyewe vijana kwenye mitandao ya kijamii wanasema kama umeweka udhu, inamaanisha kwamba hautapiga shughuli ya kubla na mke wako hadi mama ashinde. Shehe, mimi nakwambia sasa hivi ni dua tu. Wewe mbona unipati siku hizi? Msikiti, masjidi, nyumbani. Masjidi, nyumbani. Na nyumbani nilihama nikachukua apartment. Kisa na maana sitaki kuharibu udhu. Nataka nikuwe msafi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana. Ndio dua yangu nikipiga inapigwa kabisa ikienda mama apate uongozi. Baba, mama anapendwa baba, anapigwa dua shehe. Unajua shehe, unajua ujui baba. Mama anapendwa na mapadri, mama anapendwa na mashehe, mama anapendwa na kila mtu. Mama wanasema mitano tena. Unapata pointi? Watu wanasema mitano tena. Wale ambao wanapinga ni mashoga. Wale ambao wanapinga mama ni mashoga bro. Ni maactivists ambao
wanatumia mashoga na wanatumika. Mbona tunazijua hizo baba? Sasa ninabidi tuongeze force moja kubwa sana, force ya kupiga dua. Kwa sababu unapoanza vita na mashoga wanakuwa wao ndo wanakukera. Na sio vita kawaida ni vita ambayo inahisi lazima tupige dua, tupigie Mama Samia Suluhu dua. Ndio maana nimekuambia nachunga udhu mpaka Oktoba ndo nashika mama. Wakitiki mimi natiki mke wangu. Kuna kitu kingine? Tukimalizia turudi hapa nchini Kenya. Hapo jana rafiki yako ambaye pia ni mtoto wa Kiluya, namzungumzia Mlamoa na mshikaji wa kwake Ruth K, wameweza kuwasha mitandao. Picha za utupu zikatumwa kule. Kama sijui utazungumziaje swala hili? Unajua mapenzi ni kidude na ni kidude mbaya sana. Na kidude ambao ndugu yangu, hiyo mapenzi ukiiona ni kidude ambao inaweza kuchanganya. Hapo point ni kidude ambayo inafanya mtu anaumwa. Mtu hawezi kutusi mtu ambaye hapendi. Mtu hawezi kosana na mtu ambaye hapendi. Hawezi kosana na mtu ambaye hana mapenzi naye. Uchungu inakujanga na mapenzi. Hawa ni watu ambao wamekuwa kwenye ndoa miaka kadhaa, wamezaa mtoto. Wewe utakuwa mpumbavu sana kuingilia maneno yao. Unapata point? Yenye imefanyika. Wale ni watu wanapendana wawili, chenye kimefanyika, watu wanyamaze kimya wafanye shughuli zao. Wale ni Waarabu wa Pemba wanajuana kwa vilemba. Unapata point? Ukiona mtu amekosana mke wake usikuwa haraka wa kuongea. Ukiona mtu amekosana mume wake usikuwa haraka wa kuongea. Ukiona watu wanapigana chukua jembe lima. Hata mimi nimekosana na ex wangu na nikasikia uchungu kwa kukosana na ex wangu na nikataka asiaipata mwanaume mwingine. Basi nitafanya vile Mlamoa amefanywa. Bana mapenzi kidude baba. Mapenzi kilio. Mnaenda kama mwambie wenzio ndo nataka ujue hiyo. Ni kitu mbaya sana kikushika. Hata ukifanywa upasuaji wa roho haiwezi tolewa. Hiyo inunuliwi kwa vyovyote vile. So Mlamoa muachane naye. Wacha wapigane na mke wake kwa utaratibu. Na wamependana na wamejuana na wamejua utupu yao na wamejua vile wako. Wakipeleka kwenye internet wanajuana wenyewe. Muache kwenda kwenye inbox ya Mlamoa na muache kwenda kwenye inbox ya mke wake. Labda ungependa ku advise nini wewe kama mwamba ambaye amekaa kwenye ndoa kwa muda mrefu? Mimi naweza ku advise Mlamoa nimwambia kwamba chukua mke wako mrudishe. Ukiona mama anachangamka hivyo, mlete uaibishe wale watu wanaongea. Yaani wewe mtoto wa kiume unakuwa na nguvu ya kwenda kuongea mwanaume mwenzako ameachana na bibi yake kweli na kweli uko na ndevu pia umevuka ndevu. Inamaanisha tabia za kisengesenge hiyo mwanangu. Mtu akiachana na mke wake mwachana na maneno yako. Wapenzi wawili wenye wamelala kwa blanketi moja wamepumua kwa blanketi moja utabaki wewe peke yako bana. Acha bana. Ndani hizo.